clarify and to put it in the open that as things now stand in Nyamira, we have had a lot of challenges in terms of how we administer our county, how we manage our resources as a county, how we do our business as a county, because of inefficient and ineffective leadership which has been consistently shown by some of our leaders, more especially our executive, led by our governor. So juu ya hii mambo tumeona wananchi wengi wamekuwa kilalamika wakisema they want alternative changes in Nyamira. Kwa hivyo pia nataka kuchukua hii nafasi niambie wa Nyamira, mimi pia ndakuwa mgombanaji wa kiti ya ugavana wa Nyamira mwaka ambao unakuja kwa nyumba ile ya Jubilee. Na kitu nataka kuomba watu wetu, jitokeze mchukue kadi pale kwa kikundi cha IBC, mjichagulie viongozi mnawataka, viongozi wanaweza tatua matatizo iko Nyamira, viongozi ambao wanawaheshimu, viongozi ambao hawana mambo mingi, viongozi ambao wanaweza eka madawa kwa hospitali zetu, viongozi ambao hawana mambo ya ufisadi nyuma yao, viongozi ambao hawaongei juu ya pesa ile wako nayo, viongozi ambao hawasemi hao wako na masomo, viongozi ambao hawaongei juu ya kuwa mimi nataka kuwa governor ndio niweze kulipa governor wenzangu wote wa Nyanza, wa kaunti za Nyanza na neighboring counties kupata mishahara. Hakuna mtu kwa sheria ya Kenya, kwa constitution ya Kenya, kwa County Government Act inasema governor ukipewa nafasi, wewe sera yako ni kuja kulipa wenzako mishahara. The role of a governor is very simple. Ukuwe na uhusiano mzuri kwa county assembly yako, ukuwe ulete budget proposals zile za maendeleo zifike pale, you formulate plans on how you want to develop the county, you liaise with the public, the wananchi wale wako pale, uwafanyie maendeleo. Lakini huwezi kuwa na kibuni juu wewe umekusanya pesa ya wananchi kwa sehemu zingine za kaunti zingine, useme sasa unataka kuwa governor Nyamira ndio uweze kulipa wenzako mishahara. Hiyo ni kazi ya serikali, hiyo ni kazi, kuna vitengo zinafanya hiyo. Ile ni aibu tukiona viongozi kama ule watu wanaongea mambo kama ile kwa wananchi wa Wanyamira, wakipiga kifua ati yao kazi yao tu sera wanahusia wananchi ni pesa ile wako nayo. Wacha niwaambie ukweli, sisi wote tuko na pesa, lakini kiburi mbele ya Mungu itakikani na iruhusiwi. Ile ni kuonyesha madharau kwa wananchi wetu, na hiyo tunaikataa. Hawa ndo waminto watu wetu. Mimi nataka kuwaomba hivi, saa hii ule anakuja na pesa, nyinyi kuna pesa. Saa hii ule anachigamba yeye amesoma sana, msikize. Lakini mkifika kwa debe, chagua mtu amelelewa Nyamira, amekaa kama nyinyi, mtu anaweza tatua matatizo ambayo iko kwa kaunti ya Nyamira. Na the only solution ya Nyamira saa hii, we need a humble, somebody accessible, somebody ana mambo mingi, ana mambo ya clanism, ule anaweza simamia county. And the best choice for our people, and I believe sera zangu zile nimeuza umoja wa Nyamira, na kufanya maendeleo kwa kila ward za Nyamira 20 zile ziko. Pia nimeongea mambo ya matibabu, hospitali zetu, mabarabara zetu, kuleta amani kwa viongozi wale watakuwa pale, kunyenyekea kufanya na kazi na serikali ambayo itakuweko. Kwa hivyo nataka kusema hivi, mimi mkinipa nafasi nitawafanyia kazi, tuongoze pamoja, si nikuwe kiongozi ambaye anawasimamia kama omoruoti. Hiyo itawezekana. Wacha tuwafikirie sana, tuchague mtu amekoma, tuchague mtu ana maneno mingi, aongoze Nyamira. And the best choice I believe for Nyamira ni Engineer James Ongera Kimoni. Chukueni hii nafasi tubadilishe Nyamira. Chukueni hii nafasi tuweke heshima Nyamira. Chukueni hii nafasi tuseme mambo ya pesa
sio ndio inafanya uongozi upewe uongozi. Ndio kila mtu aheshimu Wanyamira, ajue hata kama niko na pesa, Wanyamira pesa yako kama binafsi kama Kemondi, sio hiyo itafanya maendeleo. Pesa ile itafanya maendeleo ni ile ushuru utakuwa unaokota kwa masoko zetu. Ile utapewa kwa division of revenue kutoka kwa serikali ya juu, na hiyo pesa utapewa uichunge, uhakikishe imefanyia Wanyamira kazi, sio ikue yako. Lakini vile tunaelekea sasa, kuna viongozi kweli unaoona vile wanatembea au wanaangalia ni nini nitafanya niingie kwa hilo ofisi ya Nyamira ndio ni wakusanye tena wachifungie pale wakule mali yetu. Tena tupoteza miaka mingine 5 ama 10 tukisema tulichagua huyu tulifikiri atafanya. Sasa hii tukue waerevu, tuchague kiongozi anaweza fanya kazi. Mimi nimejitolea na nataka kuhakikishia mkinipa nafasi, I do my best to ensure that we have an inclusive government in Nyamira, represented by all the clans which are within our county. I respect the rights of our people and give them a role to participate in our development through participatory planning or engagement. Kwa kila mambo ile nitakuwa nafanya, nitatembea kwa kila kijiji kuhakikisha nimejua. Na bado hata sasa hivi vile ziko kwa ofisi watu mmeniona nikitembea kila kijiji Nyamira, is simply I want to understand mahali shida ziko, ni nini tutaenda kufanya pale, because for mimi kama kiongozi tukifika pale, the only way naweza tatua mambo iko Nyamira ni kuelewa mahali shida ilianza kuingia kwa uongozi yetu na kwa maendeleo yetu. Hiyo ndio inafanya natembea kwa vijiji, hiyo ndio inafanya natembea kwa maward za Nyamira, ndio nikue mkinipa nafasi nikuje nipate kushauriana na nyinyi tutatue shida zetu zile ziko pale. So nataka kuwaombea, niwatakie Sabato njema, pia niwaombea amani na niwaombe tuweke amani mahali tuko, na pia niseme nimeombea viongozi wetu wale wako pale kwa maofisi zetu saa hii, lakini wanyenyekee. Hii wakati ni wao, wamalize kazi yao vizuri, lakini pia wachipange kukuja kuleta ripoti yao mahali walifikisha Wanyamira. Ikifika mwaka wa 2027 Agosti tukutane kwa debe, tuweka amani, tusiende kwa matanga kufuruga mikutano, tusiende pale kujigamba ati sisi ndio viongozi, sisi ndio tunajua hivi, sisi ndio tuko na pesa, sisi ndio tuko na viatu hivi. Hapana, uongozi ni kunyenyekea na kumheshimu Mungu, na Mungu naamini atatupatia kiongozi mwema wakati huu katika